Basi mpendwa mtazamaji, watu wanapenda kuvaa mavazi ya aina mbalimbali. Kila mtu anapenda vazi la aina fulani na angependa aonekane kwa namna fulani. Na katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia kuna fashion za aina mbalimbali ambazo zinazidi kubuniwa siku baada ya siku. Mtu anaweza akavaa nguo ambayo inampendeza yeye na akafurahi kwamba ameivaa, na angependa pia watu waone kwamba anaonekana kwa namna hiyo. Na katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia na ulimwengu wa utandawazi, basi unaweka mambo yaweze kuwa huru, kila mtu aweze kuwa huru kufanya analolitaka. Lakini sasa swali msingi, wakati wa ibada watu wavae mavazi gani? Hilo swali msingi ambalo tunaulizwa. Na maandiko matakatifu yanatuambia nini kuhusu mavazi? Tuanze kwa kurejea maandiko matakatifu, kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 22, sura ya 22 aya ya 5, sura ya 22 aya ya 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 22 aya ya 5, neno la Mungu linasema hivi: wanawake wasivae nguo za wanaume na wanaume wasivae nguo za wanawake. Anayefanya hivyo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Kumbe kwa mujibu wa neno la Mwenyezi Mungu, kwanza kabisa, haijalishi ni wakati wa ibada au si wakati wa ibada, mwanaume avae nguo za kiume na mwanamke avae nguo za kike. Huo ni utaratibu ambao umewekwa na Mwenyezi Mungu peke yake. Jinsia zipo mbili. Katika kitabu cha Mwanzo Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, akawabariki, alitenganisha hata majina yao, Adam na Eva. Hizi ni jinsia mbili tofauti. Mungu akawabariki, akawaambia mkazaliane muijaze dunia, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 27. Hivyo basi katika swala la kuvaa mavazi, mwanaume avae mavazi ya kiume na mwanamke avae mavazi ya kike. Sasa wakati wa ibada kuna tofauti pia. Yule anayeongoza ibada na waamini, mavazi yao pia yako tofauti. Kwa upande wa mapadri, tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 28, Mwenyezi Mungu alisema wavae mavazi ya sampuli hii. Nawe Mose umlete kwangu, sura ya 28 ya kitabu cha Kutoka aya 1 hadi ya 5. Nawe Mose umlete kwangu Aroni ndugu yako pamoja na wanawe, Nadabu, Abihu, Eleazari, Ithamari. Utawateua miongoni mwa Waisraeli ili wanitumikie kama makuhani. Utamshonea ndugu yako Aroni mavazi matakatifu ili apate kuonekana mwenye utukufu na uzuri. Waagize mafundi wote ambao nimewapa maarifa wamtengenezee Aroni mavazi ili awekwe wakfu kwa ajili ya kazi ya ukuhani. Waambie wamtengenezee vitu vifuatavyo: kifuko cha kifuani, kizibao, kanzu, joho iliyonakishiwa, kilemba na mshipi. Aroni nduguyo na wanawe watayavaa ili wanitumikie kama makuhani. Hao mafundi watatumia sufu ya rangi ya buluu, zambarau na nyekundu na nyuzi za dhahabu kwa kitani safi iliyosokotwa. Kumbe kwa upande wa makuhani au mapadri, mavazi yao Mungu mwenyewe alimwambia Musa amwambie Aroni, ambaye alikuwa ni kuhani, pamoja na wanawe Aroni, makuhani ambao baadaye sasa walikuwa ni Walawi. Na katika enzi zetu hizi sasa sio lazima atoke katika kabila fulani. Kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania sura ya 5 aya ya 1, kila kuhani anatoka kati ya watu kwa ajili ya mambo ya kimungu, na anapaswa kujiombea mwenyewe na kuwaombea watu wengine katika sadaka ambayo anamtolea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo basi yeye kuhani atavaa mavazi hayo ambayo yameandikwa hapa. Ndio maana tunamuona padri akiwa amevaa mavazi ya sampuli ile. Ni neno la Mwenyezi Mungu lenyewe limesema avae hivyo. Lakini kwa waamini wengine wavae mavazi gani? Paulo alitoa utaratibu katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya ya 4 hadi ya 6, na tutaangalia pia aya ya 13 hadi ya 16 ya waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 4 hadi ya 6. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 4
hadi ya 6. Neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi: basi kila mwanamume anayesali au anayetangaza ujumbe wa Mungu huku amefunika kichwa chake, huyo anamdharau Kristo. Na mwanamke akisali na kutangaza ujumbe wa Mungu bila kufunika kichwa chake, anamdharau mumewe. Anayefanya hivyo ni sawa na mwanamke aliyenyoa kichwa chake. Mwanamke asiyefunika kichwa chake afadhali anyoe nywele zake, lakini ni aibu kwa mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa. Basi afadhali afunike kichwa chake. Alafu mstari wa 13 hadi wa 16. Amueni wenyewe, je, inafaa mwanamke kumwomba Mungu bila kuvaa kitu kichwani? Hata maumbile yenyewe huonesha wazi kwamba kwa mwanamume kuwa na nywele ndefu ni aibu kwake mwenyewe, lakini kwa mwanamke kuwa na nywele ni heshima kwake. Nywele zake ndefu amepewa ili zimfunike. Kama mtu anataka kuleta ubishi juu ya jambo hili, basi na ajue kwamba sisi hatuna desturi nyingine, wala makanisa ya Mungu hana desturi nyingine. Kwa hiyo kwa mujibu wa neno la Mwenyezi Mungu, huo ndio utaratibu. Sitaki kufafanua kiundani zaidi, lakini huo ndio utaratibu. Lakini tujiulize swali moja, mwanamume au mwanamke ataenda motoni kwa vile tu hajafanya haya ambayo yameandikwa hapa? Maana huo ni utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya kutunza heshima na nidhamu wakati wa ibada. Tena ni wakati wa ibada, wakati wa sala. Mtakatifu Paulo hapa alikuwa anazungumzia mazingira ya sala, sio mazingira mengine, wakati wa sala. Lakini hata hivyo ni jambo jema mtu kujistahi hata mazingira mengine, sio tu wakati wa sala. Je, mambo haya ndio atakayomfanya mtu aende mbinguni? Kuna mambo mengine ambayo mtu akiyatenda ni mabaya zaidi, na hayo ndio atakayompeleka motoni. Tufungue katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 6 kuanzia mstari wa 9. Neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi: au je, hamjui kwamba watu wabaya hawataurithi ufalme wa Mungu? Msijidanganye. Watu wanaoishi maisha ya uasherati, wanaoabudu sanamu, wazinzi au walawiti, wezi, wachoyo, walevi, wasengenyaji, wanyang'anyi, hao wote hawatashiriki ufalme wa Mungu. Kumbe sasa kitu ambacho kitamfanya mtu asishiriki ufalme wa Mungu ni haya matendo mabaya ambayo yameandikwa hapa: uasherati, kuabudu sanamu, kuzini, kulawiti, wezi, wachoyo, walevi, wasengenyaji, wanyang'anyi, hao wote hawatashiriki ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na Mtakatifu Paulo amerudia mambo haya katika waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia, ile sura ya 5 sura ya 5, waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 5 kuanzia aya 19 na kuendelea. Basi matendo ya kidunia yanajulikana: uzinzi, uasherati, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, uchoyo, mabishano, mafarakano, husuda, ulevi, ulavi na mambo mengine kama hayo. Na waambieni tena, kama nilivyokwisha sema, watu wanaotenda mambo hayo hawataupata ufalme wa Mungu uwe wao. Hitimisho. Ndugu zangu, kuvaa kwa staha ni jambo la hekima na la busara. Na kuvaa huko kwa staha hakumpeleki mtu mbinguni. Ni lazima aishi kwa mujibu wa amri za Mwenyezi Mungu. Na hata anapoomba, sio kwamba tu avae vizuri aombe basi Mungu atamjibu sala zake. Kama mwanamke amefunika kichwa, basi akiomba atajibiwa sala zake. Kama mwanaume hajavaa kofia wakati wa ibada, akiomba atajibiwa sala zake. Hapana. Kuzishika amri za Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 9. Kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 9. Mtu ambaye amegeuza sikio lake asisikie sheria ya Mwenyezi Mungu, huyo hata sala zake ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 9. Kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 9. Lakini hata kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 aya ya 15 hadi ya 20, mnaomba hampati kwa sababu hamjatubu makosa yenu.
pale ambapo umeenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Tusome kitabu cha Mithali sura 28 aya ya 9. Anayekataa kuisikia sheria ya Mungu, huyo hata sala yake ni chukizo kwa Mungu.